Mvua kubwa ilikuwa ikinyesha usiku huo, huku radi zikipasua anga za jiji la Dar es Salaam. Magari yalikuwa kikimbia kwa tahadhari barabarani, lakini sio kila mtu alikuwa tayari kupunguza mwendo. Ndani ya gari la kifahari aina la Lamborghini nyeusi alikuwa kijana maarufu sana na tajiri kuliko vijana wengi nchini, aitwaye Adonia Moshi. Watu walimjua kama bilionea mwenye mafanikio makubwa, lakini pia mwenye jeuri iliyovuka mipaka. Hakuna mtu wa kunipangia maisha yangu, Adonia alifoka baada ya kukata simu aliyokuwa akiongelea na mpenzi wake. Walikuwa wakigombana kwa njia ya simu. Miguu yake ilikuwa juu ya pedali ya mafuta na gari lilikuwa likikata upepo kwa kasi kubwa na ya kutisha. Lakini sekunde chache baadaye, clash! Sauti kubwa ya ajali ilitikisa eneo lote. Lori lilikuwa litokea upande mwingine, lilimfanya Adonia ashindwe kudhibiti gari lake la aina la Lamborghini na kumfanya azunguke mti mkubwa mara kadhaa kabla ya kusababisha ajali kubwa. Vipande vya kioo cha gari viliruka kila upande, damu ilianza kumtoka kichwani na macho yake yakafunga taratibu. Kitu cha mwisho alichokiona Adonia kabla ya kupoteza fahamu ni mwanga wa barabarani na watu waliokuwa wanakimbilia sehemu aliyotokea ajali. Masaa kadhaa baadaye, harufu ya damu ilianza kuingia puani mwake. Mashine mbali alianza kutoa sauti. Pip pip. Adonia alijaribu kufungua macho yake kwa shida, alihisi mwili wake mzima unauma. Pole sana, usijaribu kusogea. Sauti ya kike ilisikika kwa upole masikioni mwake. Adonia aligeuza macho yake, pembeni yake alisimama nesi mmoja mwenye sura ya kawaida akiwa ameshika faili la wagonjwa. Hapo ulipo upo hospitali. Ulipata ajali mbaya sana usiku, alisema nesi, na Adonia akakunja uso wake na kuuliza kwa mshangao, nipo wapi? Hospitali ya Taifa. Madaktari walifanikiwa kukuokoa, alisema yule nesi, na Adonia akataka kuongea ila maumivu yakamzoea. Dakika chache baadaye, mlango wa chumba chake ulifunguliwa taratibu. Nesi aliyekuwa akimhudumia aligeuka na akasikia sauti tamu ya kike ikisikika akisema, nimekuletea dawa za mgonjwa wa chumba hiki. Adonia naye akageuza macho yake kuelekea mlangoni, na hapo ndipo kila kitu kilibadilika. Mwanamke aliyekuwa ameingia alikuwa ni mrefu kiasi na mwenye ngozi laini ya kuvutia na tabasamu laini ambalo lingeweza kuyeyusha moyo wa mwanaume yoyote kwenye dunia hii. Alikuwa amevaa sare safi ya nesi na ilimkaa vyema kabisa. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake, Adonia alisahau hata maumivu aliyokuwa nayo. Macho yake alibaki akimtazama mwanamke huyo kwa mshangao mwenye matamanio makubwa sana, na kana kwamba hakuwahi kuona mwanamke mrembo kiasi kile. Na nesi yule aliweka dawa mezani. Adonia hata hakusikia na hakuelewa kinachoendelea, na kichwani kwake kulikuwa na jambo moja tu ambalo alikuwa anajiuliza, kuwa inawezekanaje mwanamke mzuri kama huyu kuwepo kwenye dunia hii ya kwetu? Nesi huyo alikuwa anaitwa Beatrice, na alipoinua macho yake alikuwa Adonia akimtazama kwa matamanio, tena bila kupepesa. Alikunja uso wake kidogo kuuliza, mbona unanitazama hivyo? Adonia alitabasamu kidogo, na tabasamu ambalo hakuwahi kulitoa kuanzia amefika kwenye hospitali hiyo kupatiwa matibabu. Na hapo ndipo hospitali ya bilionea jeuri na nesi wa field ilipoanzia. Beatrice alipomaliza kuweka dawa zake mezani, aligeuka na kuondoka bila kujali yule bilionea alivyokuwa anamtazama. Samani, alisema Adonia kwa sauti yake dhaifu. Wewe ni nesi kweli au malaika? Beatrice alisimama na kugeuka. Nesi aliyekuwepo pembeni alibaki ameduaa, na Beatrice alikunja uso kwa mshangao, na hata hivyo hakutabasamu, na akakunja uso wake kidogo kwa hasira na kusema, nadhani ajali haijaribu tu mwili wako, bali imeharibu kichwani kwako pia, ila kwa namna ambavyo hata mimi sikudhani. Adonia alibaki kimtazama mpaka mlango ulivyofungwa, na kwa mara ya kwanza kwenye maisha yake alijibiwa kwa kejeli na mwanamke wa kawaida bila kuonyesha hofu wala kutafuta sababu ya kumfurahisha. Na siyo siri, hilo lilimfanya azidi kuvutiwa na Beatrice bila yeye mwenyewe kutegemea. Habari za ajali za Adonia Moshi zilisambaa, na wakati ule ule alipopata ajali, lakini ajali za kuamka na kufumbua macho kwake zilisambaa zaidi wakati wa asubuhi. Nadhani ni kutokana na yeye mwenyewe kutotamani habari zisambae wakati ule ule aliamka.
Wafanyabiashara wakubwa, viongozi na marafiki zake walijaa hospitalini kwa kutaka kumjulia hali. Chumba chake kilifurika maua na zawadi ya vikapu na matunda pia. Lakini Adonia alikuwa na jambo moja tu kichwani kwake ambalo ni Beatrice, na akasema, "Mleteni nesi yule wa jana." "Yupi?" aliuliza msaidizi wake, yule mrefu mwenye macho mazuri. Na baada ya muda mfupi Beatrice aliingia, kwa maana alikuwa shift siku hiyo. Na alipoingia alikuwa mbeba faili mkononi. "Umeniita?" akauliza, na Adonia akatabasamu. "Ndiyo, nimekuita," akajibu Adonia. "Naomba unieleze kwa nini umeniita?" akauliza Beatrice. Nilikuwa natamani sana kukuona," akajibu Adonia. Wagonjwa wengi walikuwa wakimfuatilia Beatrice kwa macho tu, lakini mgonjwa huyu alikuwa tofauti. Alikuwa bilionea mkubwa sana, na utajiri wake ulifahamika kwa sababu yeye ni jeuri na ni kiburi kikubwa alichokuwa nacho. Lakini Beatrice hakuwa na muda naye, na kwa sauti ya kujiamini akajibu, "Kama hakuna shida, naomba nirudi kazini." "Kwa nini unataka kurudi na wakati nimekuita?" akasema Adonia, kwa maana alikuwa anatamani sana kuendelea kukaa ili aendelee kumtazama. "Kazi yangu si kukaa na kuzungumza na wagonjwa," akajibu Beatrice, na Adonia akatabasamu. Na kadri alivyozidi kumtazama ndo akagundua kuwa Beatrice hakuwa kama mwanamke wa kawaida ambaye alishawahi kukutana nao na kuwazoea, maana hakujali utajiri wake, hakujali umaarufu wake, na wala hakuwahi kutetemeka kwa sababu ya utajiri wake. Na hilo ndilo ambalo lilikuwa linazidi kumuumiza na kumvutia kwa wakati mmoja. Usiku ulipoingia, Adonia alikuwa amelala kwenye kitanda cha hospitali, lakini usingizi kumjia, kwa maana wakati wote alikuwa akimwaza Beatrice na kujikuta anapata msisimko wa ajabu sana kila anapomfikiria. Beatrice naye alikuwa ameketi peke yake kwenye benchi nje ya wodi. Uso wake ulikuwa unaonekana wenye mawazo mazito, sio siri aliyokuwa nayo ameficha moyoni mwake. Na siri hiyo ndio siri ambayo inagongana na maisha ya bilionea mkubwa sana jijini Dar es Salaam, Adonia Moshi. Usiku huo Adonia alikesha kiangalia saa ukutani. Hakuelewa ni kwa nini alikuwa anamfikiria Beatrice kwa namna ile. Maisha yake yalikuwa yamejaa na wanawake wazuri wa kila namna, ila Beatrice alikuwa mwanamke wa tofauti sana kwake, kwa sababu Beatrice hakuwahi kumjali kwa sababu ya pesa wala umaarufu wake, na hakuwahi kutamani hata kujikweza kwake kwa sababu ya umaarufu wake, na hilo jambo lilikuwa linamchanganya sana. Alishazoea wanawake walikuwa wanajitongozesha sana kwake, na wakati wote walikuwa wanamtamani sana kufanya jambo lolote lile, hata kupiga naye picha tu au hata kuuza utu wao kwa sababu ya kuwa karibu naye. Ila kwa Beatrice alikuwa anaonekana fika kuwa hana kielele na umaarufu, na mali zake ni kama hazikuwa zinamuhusu kabisa. Asubuhi ilipofika, Adonia alikuwa anasubiri jambo moja tu ambalo ni kumwona Beatrice, maana alilala kwa shida sana usiku kucha, na mlango wa chumba chake ulifunguliwa na aliyekuwa ameingia hakuwa Beatrice, ila alikuwa ni daktari wa zamu aliyekuwa amepewa majukumu ya kumshughulikia wakati huo. Alianza kutabasamu, maana aliamini anayekuja alikuwa ni Beatrice, lakini tabasamu lake lilipotea ghafla na kusikia sauti ikisema, "Habari yako?" "Nzuri," akajibu Adonia. "Majeraha yako yanaendelea kupona taratibu, na inawezekana kabisa ukaruhusiwa kuondoka ndani ya wiki moja kuanzia sasa." Ila Adonia hakujibu kitu chochote kile. Mawazo yake yalikuwa mbali, na dakika kadhaa baadaye mlango wa chumba chake ukafunguliwa tena, na safari alikuwa Beatrice. Alikuwa mbeba dawa na faili mkononi, na sio siri moyo wake ukalipuka kwa furaha. "Habari za asubuhi nesi?" Adonia akauliza. "Nzuri," alijibu Beatrice, akiwa hata mzingatii kabisa Adonia, na kawa anatazama mashine zilizokuwa pembeni ya kitanda cha Adonia. "Leo unaonekana mwenye furaha sana," akasema Beatrice, na Adonia kujibu, "Nimefurahi kwa sababu umekuja nesi." "Unajua na matatizo sana wewe," akajibu Beatrice. "Matatizo gani tena mlembo?" akajibu Adonia kwa sauti ya kutania, "Ya kupenda masiara." Adonia akacheka, na Beatrice alipokuwa akiandika taarifa fulani kwenye faili ya simu yake kaita. Uso wake ukabadilika ghafla na tabasamu lake lote likatoweka. Akatoka nje haraka huku akionekana mwenye wasiwasi sana, na Adonia alitambua hilo, na akatambua kuna jambo linalomsumbua mlembo huyo. Na jioni hiyo
Beatrice alitoka kazini akiwa mchovu sana, na badala ya kuelekea nyumbani kwake, alipanda daladala na kuelekea eneo la uswahilini lililokuwa pembezoni mwa jiji. Na baada ya dakika kadhaa alisimama mbele ya nyumba moja iliyochakaa, na baada ya kuingia ndani alikuta mwanamke mwenye umri wa makamo amelala kitandani. "Mama, unaendeleaje?" akauliza Beatrice. Mwanamke huyo alimtazama kwa uchovu mkubwa. "Naendelea vizuri mwanangu." Mara Beatrice akajikuta anajisemea mwenyewe kuwa bilionea jeuri ya dunia, sitakaa nimsamehe kwa hili. Siku 3 zilikuwa zimepita tangu Adonia alazwe hospitalini. Kila siku alikuwa akitafuta sababu ya kumuona Beatrice, maana kuna namna alihisi kama maisha yake hayawezi kukamilika bila kuona sura yake. Wakati mwingine aliita nesi mwingine amuite Beatrice kwa madai kuwa anahitaji msaada wa haraka, lakini ukweli ulikuwa mmoja tu. Alikuwa anamtamani sana kumuona Beatrice kuliko kitu chochote kile. Basi bana, siku moja asubuhi Adonia alimuita msaidizi wake Victor. "Nina kazi nataka uifanye," akasema Adonia kwa sauti ya kunong'ona kidogo. Victor akasogea karibu. "Niambie mkuu." "Nataka maua mazuri kuliko yote yaliyopo hapa mjini, na ninaomba upambane sana, yawe ya gharama zaidi, maana kuna jambo nataka kujaribu kufanya." Victor akamshangaa. "Kwa ajili ya nani?" Ikabidi Victor aulize, maana hakuwa anamuelewa bosi wake kabisa yani. "Kwa ajili ya Beatrice," akajibu Adonia huko akitabasamu, kana kwamba alihisi kwa kuleta maua anaweza kuishika moyo wa Beatrice. Victor akashusha pumzi ndefu na kutoka nje kwenda kutafuta hayo maua ambayo bosi wake ameagiza. Ila kuna namna alikuwa anamuona bosi wake kama hayupo sawa sana kiakili, maana anamjua vizuri na hakuwahi kumuona anapambana kwa namna yoyote ile kwenye maisha yake kwa kutaka kumfurahisha mwanamke. Ila kwa mara ya kwanza alimuona bosi wake Adonia Moshi akitaka kumfurahisha Beatrice kwa namna yoyote ile na kumfanya Beatrice kuwa mwanamke wa kwanza ambaye Adonia amemjali kwa kiwango kikubwa kiasi kile. Dakika chache baadaye, maua ya gharama kubwa yalikuwa yameletwa hospitalini na Victor. Adonia alimtaka Victor atoke na kuanza kusubiri muda ambao Beatrice atakuja kwenye chumba chake. Baada ya muda fulani hivi, kweli Beatrice aliingia kwenye chumba cha Adonia, na alipoingia wodini alikuta shahada kubwa la maua mezani. Akayaangalia kisha akauliza, "Kuna mgonjwa mwingine amekuletea?" Adonia akatabasamu kisha akasema, "Ni yako." Beatrice akamwangalia kwa mshangao. "Yangu?" "Ndiyo." "Kwa nini umeniletea?" "Kwa sababu wewe ni mzuri." Beatrice akayasogea na kuyasukuma maua yale pembeni, kisha akamwangalia Adonia kwa sekunde kadhaa na kusema, "Asante, lakini siwezi kupokea." Tabasamu la Adonia likapotea ghafla, maana aliamini kuwa wanawake wanapenda sana maua na lazima angefurahi kupewa zawadi kama ile. Ila haikuwa hivyo kwa Beatrice. Kwa mara ya kwanza mwanamke alikuwa amekataa zawadi yake. Siku iliyofuata Adonia hakukata tamaa. Alituma simu mpya ya kisasa kabisa kutoka kwa msaidizi wake Victor, na akaleta simu iPhone 17. Na kwa kuwa hakuwa ananunua kwenye haya maduka yetu, basi alinunua kwa $1.4 kisha akamwomba mtu akamuita Beatrice na kumpa. Ila Beatrice alipoiona akamrudishia na hakutaka kupokea, kitu ambacho kilikuwa kinazidi kumchanganya Adonia, maana alikuwa anaona wadada wa mjini namna ambavyo wapo tayari kufanya jambo lolote lile kwa sababu ya kupata simu ya gharama kama ile. Ila kwa Beatrice ilikuwa tofauti, na kuwa tayari kuuza utu, heshima yake kwa sababu ya simu, jambo ambalo lizidi kumvutia zaidi Adonia. Siku iliyofuata akatuma mkufu wa dhahabu, nao ukarudishwa. Kila alichotuma kilirudi. Jambo hilo lilimchanganya Adonia mno na hakujua atafanya nini ili kumpata Beatrice. Hakuwahi kuona mwanamke anayekataa vitu vya thamani namna hiyo. Jioni moja alipomwona Beatrice akiwa anapanga dawa kwa ajili ya kuendelea na matibabu yake, aliamua kumuuliza moja kwa moja, "Kwa nini unarudishia kila kitu ninachokupa?" Beatrice akamtazama usoni kisha akakunja uso wake kidogo, sio kwa kununa ila kwa kuonesha msisitizo wa hali ya juu na kusema, "Kwa sababu sitaki. Hujui thamani yake." Ikabidi Adonia aulize, maana alizani labda Beatrice anakataa zawadi zake kwa sababu ajui zinagharimu kiasi gani. "Naijua," akajibu Beatrice kwa sauti ya kujiamini kabisa. "Basi kwa nini?" akauliza Adonia, safari hii sio kwa tabasamu ila kwa unyonge mkubwa, maana
hakuwahi kukataliwa wala kujibiwa kama ambavyo Beatrice alikuwa akimjibu. Beatrice akamsogelea na kumkaribia kidogo, kisha akasema, kwa sababu siuzi moyo wangu wala hisia zangu kwa pesa. Kauli hiyo ikampiga Adonia kama radi, kwa maana hakutegemea kabisa, na kingine hakuna aliyewahi kuzungumza naye hivyo. Lakini badala ya kukasirika, alijikuta akizidi kumpenda kwa misimamo yake. Na hapo ndipo alipoamua jambo moja: kama pesa zifanye kazi, nitatafuta njia nyingine ya kumfanya Beatrice anione kama mwanaume wa tofauti. Lakini hakujua kuwa siri kubwa ya maisha ya Beatrice ina uhusiano naye mkubwa sana, na ndio inamfanya Beatrice azidi kumchukia. Usiku huo Adonia hakuweza kupata usingizi. Maneno ya Beatrice yaliendelea kumzunguka kichwani mwake. Siuzi moyo wangu wala hisia zangu kwa pesa, ni maneno ambayo yalikuwa yanafanya ziara sana kwenye ubongo wake. Kwa miaka mingi alikuwa amezoea kuona watu wakibadilika wakiona utajiri wake. Alizoea kuona wanawake wakiwa tayari kufanya jambo lolote lile ili warau wapate ukaribu naye, ila sio kwa Beatrice. Kadiri alivyomkataa ndivyo Adonia alivyozidi kutamani kuwa karibu naye. Siku iliyofuata Beatrice aliingia wodini akiwa na faili mkononi. Alipofika alimkuta Adonia akiwa ametulia tofauti na siku nyingine. Leo umekuwa kimya sana, Beatrice akauliza. Nafikiria. Juu ya nini? Juu yako. Beatrice akatikisa kichwa, kisha akaguna kidogo na kusema, Mr. Adonia, unapaswa kufikiria afya yako kwanza. Naomba usiniambie, je, nikikuoa utanikubalia kusimamia afya yangu na uwe karibu na daktari wa maisha yangu? Beatrice akabaki amemkodorea macho kwa sekunde kadhaa, kisha akacheka kwa mara ya kwanza mbele yake. Ilikuwa kicheko kifupi lakini kizuri sana. Moyo wa Adonia ukaanza kudunda kwa nguvu. Mimi nimefanya nini mpaka ucheke? Maana sijawahi kukuona hata kwa bahati mbaya ukicheka mbele yangu, kana kwamba mimi adui yako mkubwa sana. Beatrice akaguna na kusema, nimecheka kwa sababu wewe ni mtu wa ajabu sana. Adonia naye akatabasamu na kusema, angalau umecheka kidogo. Beatrice akaguna, alikuwa amejisahau na akataka kuanza kuleta ukaribu na mtu ambaye anatakiwa kumchukia. Haraka akarudi kwenye kazi zake. Jioni hiyo Adonia alipata ruhusa ya kutembea nje ya wodi. Akiwa kwenye bustani ya hospitali, ghafla alimuona Beatrice ameketi peke yake kwenye benchi. Alionekana mwenye mawazo mengi. Adonia akaenda kukaa karibu naye. Beatrice alipomwona alishtuka. Umetoka wodini? Ndiyo. Kama daktari akijua utapata matatizo, niko tayari kupata matatizo kama nitakaa karibu yako. Beatrice akatikisa kichwa huku akijizuia kutabasamu. Kwa dakika kadhaa walikaa kimya, kisha Adonia akasema, Beatrice, naam, kuna kitu nataka kukuomba. Nini? Nipe nafasi ya kuwa rafiki yako. Beatrice akamwangalia kwa mara ya kwanza. Hakukuwa na mzaha kwenye uso wa Adonia. Alikuwa anaonekana kuwa anamaanisha anachokisema, na ni dhahiri kilikuwa kinatoka moyoni mwake kabisa. Kwa nini unasisitiza sana kuwa karibu nami? Ikabidi Beatrice aulize. Adonia akavuta pumzi ndefu. Kwa sababu kila nikikuona nahisi amani ambayo sijawahi kuipata kwenye maisha yangu yote. Maneno hayo yalimgusa Beatrice kwa namna fulani hivi, ila hakutaka kujionesha. Lakini kabla hajajibu, simu yake iliita. Alipoangalia jina lilionekana, uso wake ukabadilika. Haraka akasimama. Nahitaji kwenda. Kuna tatizo? Hakuna. Lakini Adonia alijua kuwa alikuwa anaficha jambo. Beatrice akaondoka kwa haraka. Adonia akabaki akimtazama. Mara ya kwanza alihisi kuwa nyuma ya tabasamu la Beatrice kulikuwa na maumivu makubwa mno, bila kujua kuwa yeye ndio chanzo cha yote hayo. Na kwa mara ya kwanza alitamani kumjua Beatrice halisi, si yule nesi aliyekuwa akimuona hospitalini. Baada ya Adonia kuona kuwa hawezi kufanya jambo lolote lile ili kumpata Beatrice, akamwambia mfanyakazi wake, kama hakuja kwake kwa zawadi, basi atakuja kwangu kwa kilio. Kisha akaenda kuongea na mkuu wa hospitali jambo. Mara Beatrice akaitwa, na alipoitwa akakutana na malalamiko ya kutokumhudumia mgonjwa ipasavyo. Tena akawa anamfokea badala ya kumtibu. Alishangaa sana, ikabidi aulize ni mgonjwa gani ambaye alimfanyia hivyo. Akatajiwa chumba cha Adonia, na kwa hasira
akasimama na kuondoka, kisha akaenda moja kwa moja mpaka kwenye chumba cha Adonia, na alisimama mbele ya Adonia akiwa amekunja uso kwa hasira. Bado sijaelewa. Kwa nini umefanya malalamiko ya uongo dhidi yangu? Adonia alimtazama kwa utulivu. Labda kwa sababu nilitaka unifuate na ukubali maneno yangu. Akajibu, unajisikia fahari kusema hivyo eh? Ila wanaume wenye pesa ni wapumbavu sana. Sasa umefaidika nini baada ya hapo? Kwa kiasi fulani hivi, leo umeweza kunifuata wewe mwenyewe bila kuja chumbani kwangu kwa sababu ya kazi. Ila umekuja kwangu kwa sababu unataka kuongea na mimi. Hiyo ndo faida kubwa ninayoitaka. Sio siri, Beatrice alikunja ngumi kisha kauma meno kwa hasira. Alikuwa hajawahi kukutana na mwanaume mwenye kiburi kama huyo. Watu kama nyinyi mnadhani kila kitu kinaweza kununuliwa kwa pesa? Akasema Beatrice, huku macho yake yakiwa mekundu kwa hasira, na alivyokuwa na karangi katamu, hata ngozi yake nayo ikaanza kuwa nyekundu. Adonia akamwangalia kwa upole kisha katabasamu. Nitakupa tu na kukuahidi hilo. Labda ni kama maiti yangu na sio mimi. Baada ya kusema hivyo, Beatrice aligeuka kuondoka, lakini Adonia alibaki akimtazama huko akitabasamu na kujisemea ngarau amekuja kuzungumza na mimi leo. Alihisi tofauti mkubwa sana kwa Beatrice na kujiapiza kuwa kwa namna yoyote ile atahakikisha nampata. Kama kupendezwa na zawadi, pesa wala umaarufu, lazima kuna kitu kitampendeza kuhusu wanaume. Akaanza kujiapia kupambana kukijua ili kwa namna yoyote ile ahakikishe kuwa anamiliki Beatrice kama mwanamke wa maisha yake, na hilo ndio lilikuwa linamchanganya. Siku iliyofuata, Victor aliingia kwenye wodi ya kwa kina Adrina. Umeendelea kumfuatilia? Adonia akauliza. Victor akatoa faili. Kuna jambo moja litakushangaza. Nini? Huyo Beatrice si nesi aliyoajiriwa. Adonia akauliza kwa mshangao. Unamaanisha nini? Ni mwanafunzi, akajibu Victor, ambaye ni msaidizi wa Adonia. Mwanafunzi? Ndiyo, yupo field tu. Victor akafungua faili. Anasoma uuguzi. Alimaliza mwaka wake wa kwanza miezi michache iliyopita na anajiandaa kuingia mwaka wa pili. Field ni sehemu ya mafunzo yake. Adonia akajamaza kwa sekunde kadhaa kabla ya kusema neno. Kwa namna fulani, habari hiyo ilimfanya afikirie zaidi. Kwa hiyo, muda si mrefu ataondoka hapa? Ndiyo. Adonia akashusha pumzi ndefu. Kwa mara ya kwanza alihisi hofu ya kumpoteza mtu ambaye hata bado hajampata. Wakati huo huo, Aisha alikuwa ameketi kwenye chumba kidogo. Alikuwa akiishi mwanafunzi mwenzake. Alikuwa akipitia vitabu vya masomo, maana masomo anayosoma yanahitaji mtu ambaye anajitoa sana. Rafiki yake wa karibu Neema akamwambia, yule bilionea bado anakusumbua? Akauliza, maana alishawahi kumsimulia. Beatrice akatikisa kichwa kwa ishara ya kukubali na kusema, naona kama amezidi. Basi, kwa nini umkubali? Beatrice akacheka kidogo. Kwani mimi nimeenda field kutafuta mwanaume? Neema akatabasamu. Ni bilionea? Mimi nataka kumaliza masomo yangu kwanza. Lakini hakujua kwa wakati huo Adrian alikuwa ameshaanza kupanga njia mpya. Njia ambayo haikuhusisha tena maua, zawadi wala maneno matamu. Safari hii alitaka kumtumia jeuri yake, na jeuri hiyo ingeanza kuharibu maisha ya Aisha moja kwa moja. Yalikuwa ni majira ya saa 9 mchana. Nilikuwa napeleka chakula stendi. Huwa mimi na mama yangu tunapikia nyumbani, alafu tunaenda stendi mchana kuuza chakula kilichopikwa. Nilipakia kwenye bajaji, ikanishusha. Sasa nikawa nasubiri mama aje nisaidie kubeba chakula, tuanze biashara yetu kama kawaida. Na jioni nilikuwa natakiwa kufika kwenye hospitali ya Aga Khan kwa ajili ya mafunzo yangu kwa njia ya vitendo. Nikiwa pale, mara likapita gari na kuja kwenye uelekeo wangu, kisha ikapamia chakula na kukimwaga chote. Kisha lile gari likasimama kwa sekunde kadhaa, na baada ya hapo likawashwa tena bila kujali imesababisha hasara kiasi gani, likaondoka. Nilianza kukimbilia lile gari ili anilipe, ila lilikuwa lishafika mbali. Nikawa namfikiria sana kuhusu mama yangu atakavyovunjika moyo, ila yeye akanifuata na kusema,
angalau lija kugonga wewe mwanangu. Basi bwana, mama akanikumbatia kwa sekunde kadhaa, kisha tukaokota zetu vyombo na kurudi nyumbani. Biashara ndio ilikuwa imeshaharibika hivyo. Tumefika nyumbani, nikamwona namna mama alivyokuwa mnyonge. Biashara yake ya chakula ndio biashara pekee ambayo ilikuwa inaendesha maisha yetu. Na siku hiyo ni kama mtaji ulishaharibika. Nilikuwa na akiba kidogo ya pesa niliyopewa na Field, kama 280. Nikampa mama laki, nikamwomba asivunjike moyo na anze tena. Mama yangu hakutegemea, alinikumbatia kwa nguvu na kuanza kulia. Alilia kwa dakika chache na kuanza kusema, natamani baba yako angekuwepo Beatrice. Tusingesononeka hivi. Mwenda mwanangu, usingetoa hela yako. Yeye ndo angetoa hiyo hela. Au mimi nisingeteseka na biashara kiasi hiki. Ila Derek alituacha kipindi ambacho tunamhitaji sana. Nikajikuta na mimi naanza kulia. Tukaanza kukumbuka kifo cha marehemu baba ambacho kimetokea miaka 5 nyuma. Tukaanza kulia kana kwamba msiba ndio ulikuwa umetokea usiku ule. Mama yangu alikuwa na uchungu zaidi. Ikabidi mimi nijikaze ili nimtulize na tukakubali kuacha maisha mengine yaendelee. Basi bwana, muda ukaenda, nikatakiwa kwenda hospitali ambapo ndipo nilikuwa nafanya mafunzo kwa vitendo. Siku hiyo huwa hakunaga wagonjwa wengi, hasa ukizingatia ni usiku, hivyo tulikuwa tumekaa tu. Kwenye majira kama saa 11 hivi asubuhi, hapo shift yangu inaelekea kuisha, mara nikasikia gari likiingia hospitali na kulikuwa na sauti za watu wakisema, pisha. Mara wakaingia vijana wawili. Mmoja alikuwa anaonekana kama anatoa msaada tu na mwingine alikuwa amepoteza fahamu kabisa. Yule ambaye alikuwa anafahamu kumbe ni maarufu pale hospitali, na kikawaida huwa akifika pale anachagua daktari ambaye anataka mhudumie. Na alipofika akamchagua mwanamama mmoja ambaye alikuwa mzoefu sana pale hospitali, na ndiyo alikuwa kama mama yangu wa kazi kwa sababu amenifundisha vitu vingi sana. Basi bana, wamemhudumia kuna muda nikaagizwa niende kwenye ile sehemu ambayo yule kijana alikuwa anatibiwa jela lake la mguu na sehemu zingine za mwili wake wenye maumivu. Nimeingia kwa heshima sana, na kuna maagizo nilitakiwa kumpa yule mama, na kuna baadhi ya dawa na faili natakiwa kujaza kisha niondoke zangu. Nikamwona mwanaume fulani ambaye ni kama namjua. Alikuwa ndio yule mwanaume ambaye aligonga chakula chetu na tukapata hasara, na mbaya zaidi hata kujari. Aliponiona alitoa macho kama fundi saa. Nikawa na shangaa, huyu mwamba vipi? Nikatoa maagizo niliyopewa na kufanya shughuli ninazotakiwa kuzifanya, kisha nikaanza kuondoka. Nikashangaa bwana anajikoolesha, kisha akasema kwa sauti ya juu kidogo, mlembo, hata wewe hausalimii? Au ndio hospitali yenu imekatazwa kusalimia wagonjwa? Nikatabasamu, kisha nikamgeukia na kusema, samani, habari yako? Akatabasamu na yeye, kisha akasema, sikujua kama una sauti tamu kiasi hiki. Nikatabasamu tu, ila moyoni natamani nimlukie kwa sababu amenisababishia mama yangu mjana Maria. Naitwa Adonia, ni mmiliki wa kampuni ya usindikaji wa mazao mbalimbali nchini, na pia nauzia nchi mpunga kila mwaka zaidi ya tani 10,000. Kiufupi najiweza kiuchumi. Nikashangaa, huyu mgonjwa amepatwa na nini? Mimi mali zake zinanihusu nini? Au ndo ile fikra kwamba mwanamke ukishamtamkia vitu vya thamani basi anapagawa? Ila sasa amesahau kuwa sio wanawake wote ambao tuna shobo za aina hiyo. Wengine huwa tunajali utu wetu. Nikatabasamu tu, kisha nikasema, nashukuru sana kukufahamu, na pia nikaondoka zangu. Nikaenda kusign out, kisha nikaondoka. Kumbe nilipotoka hakujali kuwa alikuwa na jeraha kubwa mguuni. Ni kama baada ya kuniona akapona, akaanza kunikimbilia. Ila nilikuwa nimeshapanda usafiri na nimeshaondoka. Akarudi pale hospitali na kisha akajifanya mgonjwa mahututi, na wakati alikuwa anafungwa na bandage tu na anatakiwa kwenda nyumbani, ila akajiregeza, na vile ana pesa hakuna kumwamulia, hivyo akarazwa. Ila kila dakika akanawauliza watu kwamba narudi saa ngapi. Akawaambia kuwa nilikuwa na shift ya usiku. Nikiwa na kazi zangu, kwa sababu siku hiyo nilikuwa siku yangu ya kufua. Nikashangaa simu yangu inaita. Mwanzo sikusikia kwa sababu nilikuwa nje na simu yangu ilikuwa ndani. Ila kuna muda naingia ndani,
Nashangaa nakutana na miskoro zaidi ya 10 kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa hospitali. Nilishangaa sana kwa sababu kwanza hajawahi kunipigia. Nikahisi kuna swala nyeti sana. Nikiwa na tafakari kwa sababu sikuwa hata na vocha, nikashangaa kuona simu inaita tena. Nikapokea, alikuwa ni mkurugenzi. Tulisalimiana kisha akaniambia, "Samahani kwa usumbufu. Ni dharura, naomba ufike hospitali wakati huu." Nilishangaa ni dharura gani hiyo? Ila sikubisha. Nikaacha kufua, nikaingia bafuni, nikajimwagia maji, nikavaa kisha nikaondoka zangu. Nimefika, nikapelekwa kwenye chumba kimoja. Kwenye hiyo hospitali, mara nyingi wanaokaa kwenye chumba hicho ni wagonjwa wenye mahitaji maalum au wenye pesa sana. Kwa akili zangu nikajua kuwa kuna mgonjwa anahitaji mahitaji maalum. Nikavaa nguo za kazi kisha nikapewa faili ambalo limeandikwa Adonia Wilson. Sikuwa najua ni nani, na haraka sana nikaingia kwenye chumba alipo Adonia. Nashangaa nakutana na yule kijana ambaye ndo alikuwa anatibiwa na nesi Serena asubuhi. Kuna mtu nilimkuta pale, kuna namna nilimwangalia, akaondoka, nikabaki mimi na yeye tu. Akaanza kujieleza kuwa anasikia maumivu sana. Nikaandaa vifaa vyangu na dawa zangu, kisha nikaanza kumtibu mguu wake. Ila ni kama hakuwa na haja ya kutibiwa mguu, kwa sababu kwanza hakuwa anaonesha kama mguu ndio ulikuwa unamuuma sana au vipi, na badala yake akawa anazidi kusumbua. Ikabidi nimuulize, "Mbona kama ulipoumia maelekezo yako na yatoa ni tofauti? Naomba uniambie unaumwa sehemu gani?" Akaniangalia kisha akatabasamu na kusema, "Hapa." Akachukua mkono wangu kisha akauweka kwenye kifua chake na kusema, "Hapa ndio kunauma kuliko huo mguu mama. Naomba nikueleweshe vizuri kuwa maumivu yangu ya mguu yanaweza kuvumilika, ila sio moyo. Moyo wangu ndio una maumivu makali zaidi kuliko sehemu yoyote ile ya mwili wangu. Naomba upatie matibabu mlembo." Ilikuwa ni siku ile ya kwanza ambayo nimeanza kumtibu. Amesababisha mama yangu kulia, na mbaya zaidi, mama yangu baada ya kulia sana na alisononeka na presha yake ikapanda na kupeleka baadhi ya mishipa kupasuka. Hivyo alikuwa anajilazimisha kutafuta riziki, ila alikuwa anatakiwa matibabu. Halafu mtu aliyesababisha anakuja kunitamkia maneno kama hayo. Nikashangaa, huyu mgonjwa vipi? Au ndio maana amewekewa kwenye wodi ya watu maalum? Usikute ana maradhi ya akili ndio maana nimeitwa. Ila mbona mimi siwezi kutibu mtu mwenye maradhi ya akili? Nikawa najiambia mwenyewe. Nikautoa mkono wangu haraka sana kwake, kisha nikamtazama kwa sekunde kadhaa na kumuuliza, "Samahani, kunauma unasikia au kichwa kinakuuma?" Akacheka. Sasa alipocheka ndo nikajua kabisa huyu mwamba amechanganyikiwa, na kucheka anacheka kabisa. Niende naye kama mgonjwa tu, nisiwe mjinga. Nikasimama na kutaka kutoka ili nikaulize taarifa zake vizuri, ila wakati natoka nikashangaa kasimama na alikuwa anaonekana kama mguu unamuuma sana. Kisha akanivuta na kunikumbatia. Sio siri, nilishangaa, nikaanza kupiga kelele, maana niliona kama ni malaria imeshapanda kichwani na ameshaanza kuchanganyikiwa. Akaja nesi Serena na daktari mwingine, wakakuta bado amenikumbatia. Akatoa ishara kuwa waondoke. Nikashangaa wanatabasamu kisha wanaondoka zao. Nikajikuta naanza kulia, ila kichwani nikawa nawaza huenda mafunzo yangu ndio yanapimwa kwa mfumo huo. Nikatulia kwanza ili niweze cha kufanya. Nikatabasamu kisha nikamtaka akae kitandani, na kwa sauti ya upole nikamwambia, "Usijali, nitakutibu maradhi ya moyo wako. Hebu niambie, unajisikia njaa nikuletee chakula?" Akakohoa kidogo kisha akatabasamu na kusema, "Kama ningekuwa nahitaji chakula ningesema, ila kuhusu njaa ni kweli ninayo, na njaa yangu ni ya macho na moyo. Macho yangu yana upungufu wa kuona sura yako, ili yashibe ni lazima yawe yanakuona kila wakati, na moyo wangu una njaa ya upendo wako. Naomba usipuuze na unipende peke yangu. Hizo ndo njaa pekee zinazonitesa kuanzia na kuona Beatrice." Alivyotaja jina langu, kuna namna nilishtuka. Sikuwa najua kuwa anajua jina langu. Nikaona hapa pameshakuwa pagumu sasa, na jina langu analijua. Nikaona huyu ana matatizo ya akili kama ninavyodhani, na ni mzima wa afya kabisa, ila ana mambo yake kichwani. Maneno yake na namna alivyotamka unaweza kuhisi kuzimia. Alikuwa na sauti fulani hivi, akiongea unaweza kuona mapigo yako ya moyo yanaenda kasi sana. Ila kila nikiwaza hasara aliyomtia mama yangu na hakujali, nikaanza kupatwa na hasira.
Nikamwangalia kwa sekunde kadhaa na kusema, kama usipotulia nahisi utanikosesha Maxi kwenye field yangu. Nimekuja hapa kufanya mafunzo na sio kuanza kuambiwa maneno kama hayo. Naomba kila mmoja abaki kwenye nafasi yake. Nikawa naondoka zangu, maana nilishaanza kuona kiwingu kinaondoka pale. Akanivuta, kisha nikajikuta nimemkaria kwenye mapaja yake. Na shangaa mwanaume analegeza jicho, kisha akasema, kama staki je? Nilinyanyuka na kumwangalia kwa hasira, kisha nikaondoka zangu. Siku 3 zilipita tangu Adonia ajue kuwa Beatrice alikuwa mwanafunzi wa uuguzi aliyekuwa kwenye field. Kila siku alikuwa akimwangalia akifanya kazi zake kwa bidii. Aliona jinsi alivyokuwa akiwaheshimu wagonjwa, aliona jinsi alivyokuwa akiwasaidia wazee hata kama haikuwa zamu yake. Lakini jambo moja tu lilikuwa halijabadilika. Beatrice bado hakutaka kuwa karibu naye. Asubuhi moja Adonia alimuita Victor. Nimechoka. Victor akamwangalia. Kwa sababu gani? Huyo msichana hanitaki hata kidogo. Victor akacheka. Labda kwa sababu anajua wewe ni mtu wa wanawake sana. Maana wanawake wengi huwa wanaamini kuwa wanaume wakishua na wane pesa basi anakuwa ni mtu wa wanawake, hivyo hakutaka kuweka majaribio moyoni mwake. Adrian akakunja uso na kusema, mimi huwa sishindwi na kitu chochote kamwe. Basi kwa nini unashindwa sasa? Ikabidi Victor amuulize, maana ni wazi kabisa alikuwa ameshashindwa kumpata Beatrice, lakini bado anaamini kuwa ashindwi. Adonia hakujibu. Alitazama nje ya dirisha kwa sekunde kadhaa, kisha tabasamu la ajabu likaonekana usoni mwake. Kama amekataa kunifuata kwa upole na ustaarabu, basi atanifuata akiwa analia. Victor alimtazama. Basi atanifuata kwa hasira. Siku iliyofuata, Beatrice alikuwa kwenye wodi akimsaidia mgonjwa mzee kunywa dawa. Ghafla mkuu wa uuguzi akamuita. Beatrice, njoo ofisini. Alipoingia, alimkuta mkuu wake akiwa na sura ya ukali. Kuna malalamiko zidi yako hapa. Beatrice akashtuka. Malalamiko gani tena? Ikabidi aulize, maana hakuwa anamuelewa kabisa mkuu wake. Umedaiwa kutokumhudumia vizuri mmoja wa wagonjwa muhimu wa hospitali. Beatrice akabaki ameduaa. Haiwezekani. Jina la mgonjwa huyo ni Adonia Mushi. Mkuu wake akaendelea kumueleza. Macho ya Beatrice yakapanuka kana kwamba alikuwa katikati ya mshangao mkubwa sana. Alijua mara moja kwa nini alikuwa amefanya hivyo. Hayo si kweli, akasema kwa ishara kujitetea. Mimi sifanyi maamuzi, Beatrice, nimepewa taarifa tu. Beatrice akatoka ofisini akiwa amekasirika sana. Jioni hiyo Adonia alikuwa amekaa bustanini mwa hospitali. Beatrice alimfuata kwa hasira. Wewe ndio umefanya haya yote? Adonia aligeuka taratibu. Nimefanya nini? Usijifanye ujui. Watu wengi wananilaumu, ila ndo kawaida ya matajiri kulaumiwa, maana watu wanatamani wawe sehemu tuliofika sisi. Akajibu Adonia kwa utulivu mkubwa. Kwa nini umesema sikuhudumii vizuri? Adonia akasimama akamsogelea hatua moja mbele. Kwani si kweli? Si kweli, akajibu Aisha. Basi niombe msamaha, akaendelea kusema Adonia. Beatrice akamkodorea macho, maana kutegemea kama Adonia atamwambia vile, kwa sababu alikuwa na uhakika kuwa hakuna kosa hata moja ambalo amelifanya. Eti nini? Niombe msamaha kwa kunikwepa kila siku? Niombe msamaha kwa kutokunielewa hisia zangu na kutokuthamini juhudi zangu? Niombe msamaha kwa sababu wewe ndio umesababisha mpaka maisha yangu hayaeleweki? Najikuta natamani kukaa hospitalini kwa sababu yako badala ya kwenda kuendelea na majukumu yangu. Akaanza kulalamika. Beatrice akashusha pumzi ndefu. Sikiliza Adonia, mimi niko hapa kwa ajili ya field. Nimekuja kujifunza kazi ili nirudi chuoni na kuendelea kwa mwaka wangu wa pili. Sina muda wa michezo yako. Naomba uniache niendelee na maisha yangu. Mbona sitaki kitu chochote kile kutoka kwako? Lakini baada ya kusema hivyo aligeuka na kuondoka. Adonia akabaki amesimama. Hakukasirika, badala yake alitabasamu kwa mara ya kwanza, kwa sababu toka wametambuliana na Beatrice, maana mwanamke anempenda na anamzuzua kwa kiasi kikubwa. Beatrice alikuwa amesimama na kuzungumza naye kwa zaidi ya dakika 5. Victor aliyekuwa amesimama mbali kidogo akatikisa kichwa. Mkuu, una uhakika hii ni njia sahihi? Adonia akatazama upande ambao Beatrice alikuwa amepita. Mpaka sasa janipenda, ila nitapambana kwa machozi na damu
mpaka nihakikishe nimempata huyu binti. Siwezi kukubali kuteseka na mapenzi hata kidogo kwenye maisha yangu, na hakuna mwanamke ambaye ameshawahi kunitesa na kunifanya nihangaike hivi. Na kuhakikishia Beatrice atalipa kila kitu alichonifanyia. Victor akanyamaza. Lakini najua siku moja atanifuata mwenyewe, huku akilia na kusaga meno. Ila mipango yake yote hiyo, hakujua msichana huyo aliyekuwa anamtesa, akili yake alikuwa imebakiza wiki chache tu kumaliza Fred yake na kurudi chuoni. Na siku hiyo ilifika, wenda asingemuona tena milele. Baada ya tukio lile, Aisha aliamua kujiepusha kabisa na Adrian. Alipokuwa zamu ya wodi aliyolazwa, aliomba kubadilishiwa, hakutaka hata kumuona. Lakini jambo hilo lilimfanya Adonia azidi kuchanganyikiwa. Kwa maisha yake yote hakuwahi kukataliwa na mwanamke, tena mwenye hadhi ya chini kama Beatrice, ambaye hata uhakika wa ada yake na maisha yake hana. Na licha ya umaarufu na utajiri wake, lakini bado aliendelea kumkataa. Siku moja Adonia alimuita Victor. Nataka kujua ratiba yake ya Fred. Victor akamwangalia kana kwamba alikuwa anamshangaa, maana hakuwa anaelewa kabisa tabia mpya ya bosi wake. Ya nini? Nataka kujua anabaki kwa muda gani hapa. Nataka kujua kuwa nina siku ngapi za kumuona akiwa kazini. Akaendelea kusema. Victor akafungua faili. Kwa mujibu wa taarifa nilizopata, amebakiza wiki 4 tu. Akasema, wiki 4? Alikuwa anatakiwa kutoka hospitali siku chache kutoka siku hiyo, ila alijiongezea siku mara baada ya kugundua kuwa Beatrice hakuwa mtu ambaye aliajiriwa na anaweza kuondoka siku yoyote ile kutoka siku ile. Na baada ya hapo anarudi chuoni au inakuwaje? Ikabidi Adonia aulize. Ndiyo, baada ya hapa anarudi chuoni na kuendelea na mwaka wake wa pili. Adonia akanyamaza kana kwamba alikuwa anafikiri jambo. Kwa mara ya kwanza alihisi moyo wake ukibana, sio kwa maumivu tu, ila kwa hofu kubwa sana ya kumpoteza mwanamke ambaye aliamini kuwa anampenda kuliko kitu chochote kile. Kama akiondoka je? Akaanza kujiuliza swali ambalo lilikuwa limejaa hofu na uoga mkubwa sana juu yake. Kumbe Victor alimsikia, hata kama alikuwa anajua kuwa anaongea kimya kimya, ila Victor akamjibu, kama akiondoka sitamuona tena. Akaanza kulalamika na kujilazimisha mwenyewe. Siku iliyofuata Beatrice alikuwa kwenye chumba cha wagonjwa akisaidia kupanga dawa. Mkuu wa uguzi akamuita. Beatrice, kuna mgonjwa anahitaji msaada wako wa kusaidiwa kuhamishwa kwenye kitanda kingine. Yule muuguzi mkuu akasema akimtaka Beatrice aache kazi anayoifanya na kwenda anapomuita. Alipoingia ndani ya chumba, alimkuta Adonia. Beatrice akageuka kutaka kuondoka. Samahani mkuu, naomba unitafutie muuguzi mwingine. Samahani mkuu, naomba mtafutie muuguzi mwingine. Maana alikuwa anajua kuwa lazima Adonia atamsumbua sana, maana anamfanyiaga mambo kwa makusudi kabisa. Lakini mkuu wa wauguzi akasema, hapana, wewe ndiye uliyechaguliwa kwa kazi hiyo. Kiukweli Beatrice hakuwa na namna. Akasogea taratibu na muuguzi aliyekuwa anampa maagizo akaondoka. Akasogea karibu na kusema, tafadhali geuke upande huu. Ila Adonia ni kama hakuwa amemsikia, kwa sababu alikataa kabisa kugeuka. Alikuwa kimya tu akimtazama kwa matamanio. Ni kama alikuwa anatamani kuumiliki moyo na mwili wake sana, ila aliamini kufanya haraka kungeweza kuharibu kila kitu anachokitaka kwenye moyo wake. Nimesema geukia upande huu, akazidi kusisitiza Beatrice, kwa sababu hakutaka kuendelea kukaa pale na kupoteza muda wake na Adonia. Nikikataje? Akajibu Adonia huku akimeza fundo la mate na kumwangalia kwa matamanio makubwa. Sina muda wa utani, nimekuja hapa kukuhudumia. Kama utaki huduma yangu, nitaondoka na kwenda kuendelea na majukumu yangu. Akaendelea kusema Beatrice kwa sura ya msisitizo usiokuwa na hata na chembe moja ya utani. Nikikubali utanisamehe? Akauliza Adonia. Beatrice akatoa macho kwa sababu hakujua Adonia atakuwa amemkosea nini mpaka atake msamaha wake. Kusamehe? Kwa nini? Akauliza Beatrice. Kwa kukusumbua na kufanya ukose amani. Beatrice hakujibu, ila akamshika begani ili amgeuze, lakini ghafla Adonia akashika mkono wake na kutaka kuuweka kwenye moyo wake ili walau Beatrice asikie mapigo ya moyo wake. Usirudie tena, akasema Beatrice baada ya kujitoa haraka sana. Macho yake Beatrice
yalionyesha hasira kali na akaonyesha kutokufurahishwa kabisa na vitendo vya Adonia. "Mimi niko hapa kujifunza kazi, si kutafuta mwanaume," akasema Beatrice akiwa anaendelea na majukumu yake, na baada ya Beatrice kumaliza kazi yake, alitoka haraka. Adonia akabaki akitazama mlangoni namna Beatrice alivyomaliza na kuondoka kwenye hodi yake. Katika maisha yake yote ya Adonia, hakuwahi kuona mwanamke anayekwepa kiasi kile. Jioni ya siku hiyo, Beatrice alikuwa ameketi nje ya chumba, rafiki yake Neema akiwa anapitia madaftari yake. Rafiki yake Neema akaketi pembeni yake. "Bado yule bilionea anakusumbua?" Neema akauliza. Beatrice akamwangalia kwa sekunde kadhaa, kisha akatabasamu na hapo kushusha pumzi. "Huyu mwanaume anaona kila kitu kinaweza kununuliwa," akajibu Beatrice. "Wewe unamchukia?" Neema akamuuliza, maana asije kuwa rafiki yake akajifanya anamchukia, kumbe ameshaanza kumpenda. "Kiukweli simchukii kabisa, maana ni binadamu mwenzangu na sina nguvu ya kumchukia, ila sitaki kuwa naye kama mwanaume wangu." "Unataka nini?" Ikabidi Neema amuulize. "Nataka kumaliza masomo yangu, sitaki mtu yoyote aniharibie ndoto zangu." Maneno hayo yalimshtua mtu aliyekuwa amesimama nyuma ya ukuta wa chumba anachoishi Neema. Hakuwa mwingine zaidi ya Adonia. Alikuwa anamfuatilia Beatrice kwa siri, hakujali kabisa kuhusu afya yake, ila alichokuwa anajali ni kwa sababu gani Beatrice alikuwa anamkataa kwa wakati huo. Kiukweli Adonia alikuwa amefika hapo kwa siri, akitaka kumuona Beatrice tu, na alipofika maneno ya Beatrice uso wake ulimbadilika. Akatambua kuwa maua aliyompelekea Adonia zimeshindikana, pesa zimeshindikana, na zawadi zake pia zimeshindwa, na utajiri wake umeshindwa kumshawishi Beatrice. Na kama angefanya jambo la haraka, baada ya wiki 4 Beatrice angerudi chuoni na kutoweka kwenye maisha yake milele. Taratibu tabasamu la Adonia likarudi. Safari hii alikuwa amepata wazo jipya, wazo ambalo lingefanya Beatrice amtafute mwenyewe, hata kama angefanya hivyo kwa hasira, ila angalau atakuwa amemtafuta tu. Asubuhi iliyofuata Beatrice aliwasili hospitalini mapema kama kawaida. Alikuwa amevaa sare yake nyeupe ya field na kitambulisho cha mwanafunzi wa uuguzi kiking'ang'ania kifuani. Alipofika kwenye ofisi ya usimamizi wa wanafunzi, alikuta ameitwa. "Beatrice, kuna jambo limetokea." "Sio siri." Beatrice akashtuka. "Jambo gani dada?" Ikabidi aulize. Msimamizi wake akafungua faili lililokuwa mezani. "Kuna taarifa kwamba umevunja maadili ya mafunzo kwa kuwa una ugomvi na wagonjwa." Beatrice akabaki amedua. "Mimi?" "Ndiyo." "Haiwezekani. Kwenye ripoti imeandikwa kwamba ulimjibu mgonjwa kwa hasira na ukakataa kumpa huduma." Moyo wa Beatrice ukaanza kwenda mbio. Alijua mgonjwa huyo ni nani, hawezi kuwa mwingine zaidi ya Adonia. "Basi naomba niweze kujitetea," akasema Beatrice, na msimamizi wake mkuu akamjibu kuwa utafanya hivyo, lakini kwanza tutahitaji maelezo ya mgonjwa mwenyewe. Beatrice akameza fundo la mate. Alihisi machozi yakimtoka. Hakuwa tayari kuona ndoto yake ya kuwa nesi ikiharibika. Mchana huo akiwa amekasirika, Beatrice alienda moja kwa moja kwenye chumba alichokuwemo Adonia. Alipoingia alimkuta akinywa juisi huku akiwa ametulia. "Kwa nini umenifanyia hivi lakini?" Akaanza kulalamika. Adonia akamwangalia kana kwamba alikuwa anausubiri ujio wake kwa hamu kubwa sana. "Nimefanya nini? Unataka kuharibu fridi yangu?" Adonia hakujibu. Beatrice akasogea karibu. "Miaka yote niliyoteseka kusoma unataka kuangamiza kwa sababu tu nimekataa zawadi zako?" Kwa mara ya kwanza Adonia aliona macho ya Beatrice yakiwa yamejaa machozi, lakini badala ya kumhurumia, moyo wake ulifurahi kwa sababu mpango wake ulikuwa umefanikiwa. Beatrice ndiye aliyemfuata hata kama akiwa na hasira. Beatrice akaendelea kuzungumza kwa sauti ya uchungu. "Tafadhali futa hayo malalamiko yako." Akaanza kulalamika. Adonia akanyamaza kwa sekunde kadhaa, kisha akasema kwa sauti ya taratibu, "Nikiyafuta utanipa nini?" Beatrice akamkodorea macho na kumwambia kimoyomoyo kuwa huyo naye hata kutoa msaada anataka alipwe, na matatizo yenyewe yeye ndio aliyesababisha. Ila ndio maana watu wenye hela ni ngumu sana kuingia kwenye ufalme wa Mungu, maana hawawezi kufanya kitu bila kulipwa. Na Adonia akaona kimya chake, akamkazia macho
kitu ambacho kinifanya Beatrice aamini kuwa alitakiwa kujibu kitu kwa wakati ule, na akasema, "Nitashukuru." "Hapana, sitaki shukrani kavukavu mimi." Akaanza kulalamika Adonia. "Basi unataka nini?" Adonia akasimama kutoka kitandani, akasogea karibu yake kiasi kwamba Beatrice akalazimika kurudi nyuma hatua moja. "Nataka uniahidi jambo moja tu." Akasema, "Jambo gani?" "Kuanzia leo hutanikimbia tena." Beatrice akakaza uso wake kwa sababu hakutaka mazoea naye. "Mimi sio mpenzi wako, lakini sijakuomba uwe mpenzi wangu. Ila ni nani? Nataka tuwe marafiki." Beatrice akatikisa kichwa kwa ishara ya kukataa na kusema, "Sina muda wa hayo mambo." "Basi malalamiko yangu kwako yatabaki." Kimya kizito kikatawala ndani ya chumba. Beatrice alihisi hasira zikimjaa. Alijikuta anaanza kupayuka na kusema, "Wewe kijana, umechanganyikiwa. Unadhani kila mwanamke ni malaya? Sisi wengine tunajijali na heshima na wadhifu wetu. Kama unatumia nguvu ya pesa na madaraka ili waone mabinti, labda nikwambie tu, safari hii umejichanganya vibaya sana. Sio kila mwanamke huwa ananunuliwa. Kuna wanawake wengine huwa wanaishi kwenye mipango na misingi yao. Naomba uliheshimu hilo. Sina muda wa kubishana na wewe, ila siwezi kuendelea kukaa hapa." Nikakusanya kila kilichopo changu na kuondoka. Najua nilikuwa nahitaji kukaa pale, ila ndio nishaondoka. Nikaona ni bora kurudia mwaka kuliko nikae sehemu kama ile nianze kuzalilika. Hakutegemea kama nitaondoka, kwa sababu hakuna mtu asiyejua yeye ni nani, na hakutegemea pia kama nitamjibu vile, maana aliamini kwa kuwa ana pesa hakuna mwanamke wa kumshinda. Ila kwangu aliona ameingia cha kike wakati ameshazoea kukojoa kwa kusimama. Nilienda nyumbani na kumwambia mama yangu kuwa nimeacha field na hisi naweza nisipate maksi kwa nilichokifanya, ila sijari, ni bora nibaki na utu wangu kuliko kuzalilishwa kwa sababu nimetoka kwenye familia ya dhiki na mimi ni maskini. Mama yangu akataka nimsimulie, ikabidi nimhadithie kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mama akaniambia kuwa maamuzi nilichukua ni maamuzi sahihi sana na utu wangu unatakiwa ukae juu zaidi ya tamaa za kipesa. Adonia alikasirishwa sana na mimi kuondoka. Anatamani nitumie ubabe ili kunipata. Akaanza kuulizia kuhusu taarifa zangu, akapewa zote na akaomba nisiwekewe marks nzuri kwenye mafunzo yangu kwa njia ya vitendo, na akiuliza ambiwe kuwa natakiwa nimfuate yeye. Nilishajiandaa kwa kila kitu, na jambo kama hilo nilitegemea kabisa. Nilijua kuwa siku sio nyingi ni lazima atatumia cheo na madaraka yake kutaka nikamuombe. Kweli muda ukaenda na muda wa kurudi chuo kafika. Niliandikiwa kuwa sijafika field kabisa. Yaani kiufupi, kwenye mafunzo ya njia vitendo niliwekewa deshi kwa maana sijafanya. Na kama mnavyojua, chuo ni bora uwekewe zilo kuliko kuwekewa deshi. Nilitabasamu na kuamini kuwa Mungu yupo pamoja na mimi. Nilikubali kurudia mwaka na kuamini siku zote Mwenyezi Mungu hawezi kunitupa hata iweje. Cha kushangaza zaidi na kuacha shughuli zake sehemu ambapo alikuwa anafanya na kuhamia kwenye mkoa ambao chuo ninachosomea kiliwepo. Nilikuja kujua hilo baada ya kumuona maeneo ya chuo mara kwa mara, na wakati nilikuwa na uhakika kuwa wanafunzi wala hakuwa nakaa karibu na kule ambako tulikuwa tunaishi. Basi bwana, nikarudia mwaka. Hakuamini kama ningeweza kuchukua maamuzi yale. Alishafuatilia na kugundua kuwa nilikuwa sipati mkopo wa 100%. Hivyo nitakuwa tayari kufanya kitu chochote kile anachokitaka. Kumbe alikuwa anajidanganya. Sio kila mtu anakubali kuzalilika au kuzalilishwa kwa sababu hana pesa. Wengine wanakubali kuanza upya ili maisha yao yawe na amani. Alijua ni kiburi tu, hivyo nitarudi kumuomba msamaha. Alia ikiwezekana anisaidie na nikubali masharti yake ya kumpenda. Ila mwezi ulikata. Mawazo kichwani kwa Dunia yalikuwa ni makali sana, kazi zikiwa zifanyiki. Taswira yangu ikawa ndo kama msumari wa moto kwenye moyo na akili yake. Akaona akiendelea kunifanyia makusudi na uweza kwenda mbali zaidi naye. Nilishamchukia na yote ni kwa sababu yake. Nilijikuta nachukia na watu wengine ambao nilikuwa nawaona kama wana uwezo. Akili yangu iliniambia kuwa wanaume wote ambao wanajiweza 100% wana roho mbaya na kutumia pesa zao kuwaonea na kuwanyanyasa wenzao. Mtu wake wa karibu alinishauri kuwa aende kuongea na uongozi wa shule kwa kuwa
sikuwa napata mkopo, hivyo niliendelea na mwaka ambao nilikuwa nasoma, basi kune mzigo atakuwa amenipunguzia. Na akaamini kuwa hawezi kunipa pesa zake, nikakubali. Ila angalau anisaidie bila kutumia pesa zake wala zawadi kama ambavyo wanaume wengine wenye vipato wanavyofanya. Basi bwana akaenda kuongea na uongozi wa shule, na kama tunavyojua kwenye swala la pesa hakuna anayepindua. Na baada ya hapo nikafatwa na kuambiwa naweza kuendelea na mwaka nilionao. Hapo nimeshapoteza mwezi mzima, nikajua huu nao ni mpango. Ikabidi niulize, ilikuwaje mwanzo? Nikawaambia nirudie mwaka na sasa hivi mnaniambia niendelee. Kuna makosa yalifanyika, ila sasa tumeshajua shida ilipo. Tunaomba utuie radhi sana kama uongozi wa chuo kwa uzembe uliotokea. Aliyekuwa anaongea hivyo alikuwa ni mkurugenzi mkuu wa chuo. Kuanzia nimefika pale sikuwahi kusikia hata mara moja mtu akienda kuongea na mkurugenzi, hata kwa bahati mbaya. Ila sikujua Adonia alikuwa ana mamlaka gani. Nikamwambia kuwa nimekubali kurudia, naona nimeshapatiwa na vitu vingi, hivyo nitasoma huu mwaka niliorudia, na nashukuru sana kwa kunijali kwako. Mkurugenzi wa kwanza hakuamini kama ningejibu vile, maana taarifa zangu zilishapatikana kuhusu ugumu wa maisha yangu. Kisha nikaondoka zangu. Baada ya Adonia kupewa habari, kuna namna alijisikia vibaya sana. Alijikuta anasema, hivi huyu binti anajikuta nani? Nimempa na ofa, lakini bado anafanya mambo anayojisikia yeye. Anafikiri ni nani ambaye anaweza kumpa ofa kama ambayo nimempa mimi? Adonia akawa anajilalamikia tu. Akili yake ikamtuma kuwa mwanamke hawezi kuwa na msimamo kama wangu kama hana mahusiano, na baadhi ya watu wakamshauri kuwa ni lazima nitakuwa na mahusiano, na ndio maana sikuwa namtaka. Inaonekana mwanaume huyo ambaye nipo naye kwenye mahusiano nitakuwa nampenda sana kiasi kwamba sioni ubora wala uzuri wa mwanaume mwingine yoyote yule, na pia sisikii maneno ya mwanaume yoyote yule mwingine. Basi alichokifanya akaona aende chuo kufuatilia kama nina mahusiano. Ni kweli nilikuwa na mahusiano na sio siri, yalikuwa yananipelekesha vibaya mno, ila hakuna mtu hata mmoja, hata rafiki zangu ambao walijua kama nina mahusiano. Nilikuwa narinda sana heshima yangu. Kuna muda moyo ulinisaliti na nikaangukia kwa kijana fulani hivi wa ovyo, ila ilikuwa siri yangu. Hivyo hata mtu akufuatilia kuhusu maisha yangu hawezi kuelewa kamwe. Sijui kama ndio tulikuwa tunafichana, maana aliniomba nisiseme kuwa nina mahusiano naye, na nilikubali. Si unajua mapenzi tena. Kumbe alikuwa hataki nimtambulishe ili awe huru na mambo yake, na nilikuwa nasikia sana matukio yake. Ila tena ndio mapenzi upofu, akija kunibembeleza kidogo tu najikuta nimesahau kila kitu. Ila ni ngumu sana kujua kama mimi nina mahusiano na kijana fulani vika ovyo. Sasa Adonia akawaambia kuwa sijawahi kuonekana na mwanaume hata mara moja, na kuna uwezekano nikawa single. Alifurahi sana, akawa ananifuatilia sana. Sikuwa najua mwanzo kuwa hii ni michezo yake yote. Siku moja sasa ilikuwa ni siku yangu ya kuzaliwa. Rumati wangu akaniambia kuwa kuna kitu ameniandalia. Kwa akili za kawaida nikajua naenda kumwagiwa maji, ila badala yake kuna gauni zuri nikaletewa na mtandio na viatu klasiki. Wakasema wamejichanga wakaninunulia. Niliwashukuru sana, maana wote tulikuwa tumetoka kwenye familia inayojitafuta na wamejichanga kiasi kile. Basi bibi mimi nikavaa nikapendeza, na siyo siri mpaka nikawa najitamani. Kuna holi pale chuoni, nikaambiwa niende na sikukataa. Nikaingia zangu ndani. Nafika nakuta kumepambwa balaa. Sasa kulikuwa hadi na maiki. Shughuli ilifana. Haikuwa siku ya kuzaliwa ya mtu yoyote yule. Sasa sikuwa najua ile party ilikuwa ya nini, ila sikuuliza, maana mimi mwenyewe nilialikwa tu. Nikaamini labda matajiri wanataka kutumia nguvu ya pesa zao. Basi bwana tukara na kusaza. Ila sasa kabla shughuli haijaisha, MC akasema kuna ugeni maalum unakuja, natamani watu wote wawashuhudie, maana ina umuhimu sana kwenye maisha ya Mara. Nikatabasamu tu. Mara taa ikazimwa kwa dakika kadhaa, inakuja kuwashwa na shangana muona Adonia amepiga goti akiwa kavalia suti na kusema, Beatrice, naweza nikakuoa mimi? Kiukweli nilishtuka sana, kwa sababu sikutegemea kabisa kama anaweza kupiga goti na kutaka kunioa, na wakati hata hajawahi kunitongoza. Nilimwangalia na kutabasamu. Watu wote waliokuwa pale wakaanza kushangilia na kusema,
say yes, say yes, say yes, ila sauti zao zilikuwa kama kumpigia mbuzi tarumbeta. Ila nikatabasamu na kusema, nashukuru sana kwa kutamani kunioa, ila samahani, nina mahusiano yangu na nampenda sana mwanaume wangu. Watu wote waliokuwa pale waliamaki. Hakuna hata mmoja ambaye aliweza kuamini kama naweza kumkataa. Kwanza alikuwa mpaka na mlinzi, na licha ya mlinzi pia alikuja na magari la kifahari. Kuna baadhi ya wadada wakawa wanatamani bahati yangu, ila ndio hivyo, kila mtu ana bahati yake. Aliniangalia kwa hasira, maana hakutegemea kabisa kama ningemdhalilisha. Alichofanya sasa, akaanza kumfuatilia huyo mchumba, ila kujua, maana hata marafiki zangu hawakuwa wanajua kama nilikuwa kwenye mahusiano. Basi maisha yangu yakawa yanaendelea. Nikakuta nimelipiwa kila kitu kwa mwaka mzima. Nikajua fika kuwa ni Adonia, ila hata sikumfuata kumshukuru kwa sababu sikumtuma. Akataka kutoa pesa zake, ila hakuweza kwa sababu kwanza anataka kuabudiwa na mtu ambaye hamfahamu vizuri, na mtu wake mmoja wa karibu akamwambia kuwa akifanya ujinga wowote ule anaweza kuharibu kila kitu, hivyo hana budi zaidi ya kutulia tu. Basi muda ukaenda na nikawa naendelea na masomo yangu. Sio mara moja wala mara mbili ambapo Adonia alikuwa anakuja chuoni na kutaka kuzungumza na mimi, ila sikuwahi kumsikiliza. Sijui hata nilikuwa nina ukauzu wa namna gani. Siku moja sasa tukapangiwa twende kwenye study tour, na haukuwa mkoa ambao nilikuwa nasoma chuo. Na huko tukaenda na yule boyfriend wangu, maana tulikuwa tunasoma course moja, ila yeye akawa anafanya yake wakati mimi nikawa nafanya ya kwangu. Kuna namna tulikuwa tunakutana mara moja tu. Tulienda kupanga chumba watu 4, maana kama mnavyojua maisha ya chuo ni watu wachache sana ambao wataenda kukaa roji kwa kitu cha wiki 2 nzima. Kwenye sehemu ambayo nilikuwa nakaa na wenzangu, wakaanza kuniongelea kwa mafumbo, ila kikawaida mimi sio mtu wa kujali sana, ninaangaliaga malengo yangu tu na sio maneno ya watu. Walikuwa wanasema kuwa mimi ni mchawi, eti haiwezekani kwa mwanamke wa kawaida kama mimi nikawa naliliwa na bilionea ambaye anaweza kunipa maisha ninayoyataka. Kama sijamloga yule mwanaume, basi kuna namna au hata kwa menikula kisamvu. Nilikuwa nayasikia maneno yao kila mara, ila nilichagua kunyamaza, maana ukweli wa kila mtu anaujua yeye mwenyewe na moyo wake. Adonia alianza kukata tamaa, akaanza kuhisi huenda mimi sio fungu lake, huenda kuna mwanamke kapangiwa na sio mimi. Ile imani ya kwamba wanawake wote tunapenda sana ikaanza kumuondoka juu yangu. Akawa anajiambia kuwa hatonifuatilia tena kwenye maisha yake na ataacha maisha mengine yaendelee. Alikuwa anajifariji kwa maneno, ila moyo na akili yake iligoma kabisa kunisahau. Sauti yangu na tabasamu langu lilikuwa kama damu kwenye mishipa yake ya ufahamu. Kuna namna alishindwa kabisa kuacha kunifikiria. Hakuwahi kuona kama ni hali ya kawaida kabisa kwake. Alianza kuhisi huenda kuna kitu nimemfanyia wakati ambao namtibu. Siku moja nilikuwa natoka kwenye case study yetu, na shangaa naona gari limepaki pembeni yangu. Kisha akashuka Adonia na kunishika mkono, kisha akaniingiza kwenye gari. Nikataka kupiga kelele, ila nilizuia na sikuwa na cha kufanya. Akili yangu ikawa inanituma kuwa naenda kuriwa sasa. Nilianza kutetemeka. Tukaenda mpaka sehemu moja ambayo hakukuwa na nyumba nyingi eneo hilo. Nikataka kufungua mlango na kuondoka, ila akanizuia. Nilivyozidi kuleta vurugu, akaniambia, "Haya, ondoka." Nilipojaribu kufungua mlango, nikagundua kuwa umelokiwa na sitaweza kuufungua. Machozi yakaanza kunitiririka kwa hofu, yani ujeuri wote ambao nilikuwa namfanyia, nilikuwa na uwezo wa kumfanyia mbele za watu tu, na sio nikiwa mimi na yeye peke yetu. Akaniangalia kwa karibu dakika nzima, kisha akasema, "Beatrice." Sikuwa hata na uwezo wa kumjibu, maana machozi yalikuwa yanabubujika tu. Nikashangaa ananifuta machozi, kisha akasema, "Naomba usilie Beatrice. Naomba usilie mama. Unataka nini kwenye maisha yangu? Si nilishakwambia kuwa sikutaki? Na kwa nini unanifanyia hivi? Na kwa nini kila wakati unanifanya nisiishi kwa amani? Kunisababisha nirudie mwaka haitoshi mpaka uje uniteke. Beatrice, unaniita nini? Niambie shida nini?" Nikashangaa anaanza kufoka na kusema, "Hilo swali nilitakiwa kukuuliza wewe Beatrice. Umenifanya nini mpaka nimekuwa hivi? Nimekuwa kama chizi kwako. Nimekuwa sijielewi,
naomba unipeleke kwa mganga aliyekusaidia kunifanyia niwe hivi. Maana sijielewi, najikuta na kufikiria wewe tu. Najikuta sina maamuzi, najikuta siwezi kupanga jambo lolote lile zaidi ya kukufikiria. Kazi zangu haziende kwa sababu yako Beatrice. Haya, naomba unijibu. Umenifanyia nini mpaka nimekuwa kichaa? Niambie, nifanye nini ili unipende? Akasema kwa sauti ya upole. Maneno yake yakaanza kuniingia, ila nilikuwa na mahusiano katika kitu ambacho sikuwahi kukitamani kwenye maisha yangu. Ni kumsaliti mtu. Nahisi kama ni laana kubwa sana ambayo inaweza kunitafuna siku zote za maisha yangu. Na kingine ni kuhusu chozi la mama yangu mjane. Sikuwahi kufikiria kama linaweza kudondoka kwa sababu ya hasara ambayo amesababisha. Nina mahusiano na ninampenda sana mwanaume wangu. Nikamjibu kwa kujiamini. Akaniangalia kwa sekunde kadhaa, kisha akaanza kujigonga kwenye kiti cha gari. Kisha akawasha gari na kunirudisha mpaka sehemu ambapo wenzangu wapo. Ila kabla sijashuka akaniambia, sitakaa nikusumbue tena siku zote kwenye maisha yangu kuanzia leo. Kisha akanifungulia mlango na kuniambia, unaweza ukaenda. Kuna namna kaloo kalianza kuniuma. Eti watoto wa kike, kwa nini unaweza kutongozwa na mtu na akawa na kupambania, ila akiwa na mahusiano mengine roho inaanza kukuuma, au akianza kukupuuza roho inaanza kukuuma hata kama haumtaki. Sasa hiyo hali ndo ambayo nilikuwa naipitia kwa wakati huo. Basi bwana, nikarudi zangu kwenye chumba tunachoishi kwa unyonge, na kesho yake kulikuwa na pati ndogo ya kuagana ili turudi chuoni. Sasa tukaanza kusherekea. Nikamwona mwanaume wangu kama anajificha ficha hivi. Nikaanza kumwangalia kwa umakini. Akamchukua binti mmoja ambaye tulikuwa tunalala wote, alikuwa anaitwa Linda. Wakaenda kwenye sehemu ya giza kidogo. Nikamwona anaanza kumpapasa Linda, huku akiwa anampa yale mabusu yenye ujazo kabisa. Wakawa wanakisi huku wakitaka kupunguzana nguo. Nikawamulika na tochi. Aisee, alishtuka sana. Nikamuita tu, Wilson. Beatrice, mambo sio kama unavyofikiria. Akaanza kujitetea. Nikamwangalia kisha nikatabasamu na kusema, nilikuwa nahisi kama nakuonea kwa kuwa na mwanaume mwingine. Nilikuwa sahihi kabisa. Wilson, usije kanisogelea hata kwa bahati mbaya, maana mimi ni mke wa mtu. Kisha nikaondoka zangu. Akawa ananifuata. Nikaona huyu hawezi kuniacha bila kumuonesha action. Sasa mbele yangu kulikuwa na mtu amevaa kaunda suti. Sikuwa najua hata ni nani. Nikamvuta na kusema, mpenzi, nimemisi sana busu lako. Kisha nikaanza kumkisi. Aisee, nikashangaa. Mwamba amenipa ushirikiano wa kutosha, kana kwamba alikuwa ananisubiri hilo kwa hamu. Kumwangalia vizuri ni Adonia. Yaani bila kujua nikajikuta naenda kumbusu mwanaume ambaye kila siku nimekuwa nikimkataa. Adonia akageuka, akaangalia ni nani ambaye nilikuwa nafanya vile kwa sababu yake. Ila mimi sasa, baada ya kujua ni Adonia, kuna namna nikaanza kuogopa. Sikuwa najua anaweza kufanya nini, ila nikawa najiambia kuwa hawezi kunifuatilia tena. Akanishika kiuno, kisha akanivuta na kusema, kwani umeshindwa kusubiri mpaka tufike chumbani ndio unisisimue? Nikishindwa kujizuia utanilaumu kweli? Nikakaa kimya kwa dakika kadhaa kama nimepigwa na butwa vile. Sikuwa najua hata natakiwa kufanya nini. Sikuwa na uhakika kama namtaka Adonia au la, ila angalau nimemuumiza Wilson. Yaani mimi napambana sana kuwa mwema na mwaminifu, alafu yeye anakuja kunisaliti. Niliamini chochote ambacho atakuwa nakifanya Adonia kwa wakati huo kitakuwa sawa tu kwangu. Akaniangalia na kusema, huyu ni nani mke wangu? Mbona kama anakufuatilia? Usiniambie kama ulikuwa unamsaliti na gharama zote ninazokugharamikia. Nikatabasamu na kusema, huyu mwanaume amekuwa akinisumbua kwa muda mrefu sana. Sasa nadhani sina mahusiano. Sweetheart, naomba tuondoke zetu. Aisee, alinivuta na akaanza kunikisi. Yaani sijui nilikunywa vikombe vingapi vya mate siku hiyo, maana ni kama alitaka kunikausha maji mwilini. Ikabidi nimzuie. Nikashangaa Wilson anasema, si uliniambia kuwa huyu mwanaume anakusumbua na hukuwahi kumpenda na mara zote ambazo nilikuuliza? Sikutaka ujisikie vibaya. Nikamshika Adonia, nikaanza kuongoza kwenye gari lake. Alikuwa karegea kana kwamba alikuwa nakokotwa. Yaani nimefika kwenye gari, nikataka kuondoka. Aisee, akanibananisha na kuanza kunipapasa. Unafanya nini Adonia? We mwenyewe unajua fika kuwa sisi hatuna mahusiano. Naomba niende.
Nikaanza kusema, Beatrice. Akaniita kwa sauti ya upole sana, unataka nini? Naomba niende. Nikasema huku nikitoa mkono wake kwangu kwa sababu alikuwa amenishikilia. Umeniita sweetheart? Akaendelea kusema, lakini unajua fika kuwa sikumaanisha. Nikajibu, lakini mimi nimemaanisha kila kitu nilichokifanya pale. Nimemaanisha kuwa nilikuwa nahitaji lile busu, na nisiwe muongo na kutaka Beatrice. Kidogo tu mama, nitashindwa kulala leo. Akaanza kusema. Nikaona sasa hiki sasa kizaazaa. Nikashangaa ametoa simu yake kisha akaanza kunikisi na kunipiga picha. Nikashangaa huyu vipi? Mwisho akaniambia, kidogo tu mama, la sivyo natuma hizi picha kwa mama yako. Alivyosema hivyo, kuna namna nilishtuka. Nikataka kuanza kumnyang'anya simu yake, ila sikuweza. Alikuwa nasikia raha sana vile ninavyomgusagusa. Mwisho nikachoka, maana alikuwa naona kama ni michezo vile. Nikaanza kuondoka, akanivuta kisha akasema, natuma kweli hizi picha kwa mama yako. Najua nataka kumuoa mama yangu kwa pressure. Unataka nini kwani kwangu? Na ulishasema hautaka kunisumbua kamwe. Nikaanza kulalamika. Ni swali gumu hilo unalouliza mama. Ni kweli haujui nataka nini kwako? Au unafanya kusudi kwa sababu unajua kabisa sitoboi kwako? Akaanza kulalamika. Mimi siwezi kukutana kimwili na wewe hata iweje. Nikaanza kujitetea, ila aliniangalia kwa sekunde kadhaa kisha akasema, kwa nini? Kwa sababu sijawahi kukutana mwili na mwanaume kuanzia nimezaliwa. Niliamini kusema hivyo kungeweza kumfanya niache, ila badala yake na kama nilimpandisha maruani yake. Alinivuta kwa nguvu na kunipeleka kwenye gari lake. Nikataka kupiga kelele, ila aliniziba mdomo kisha akawasha gari na kuanza kuondoka. Wakati wote alikuwa na hema kana kwamba amekimbizwa. Tulifika kwenye jumba moja, kuna ishara akaitoa. Nikashangaa. Mlinzi na usigero wa nyumba hiyo wakaenda kukaa kwenye mabanda ya nje. Nikashangaa anaanza kunikokota. Tumefika ukumbini kwake, kulikuwa kuzuri balaa. Na hapa kwenye maisha yangu, kuanzia nazaliwa, sikuwahi kuona sehemu nzuri kama hivi. Alinilaza kwenye sofa akiwa kama amepagawa na kuanza kunishusha nguo zangu. Nilikuwa napiga kelele, ila hakuna ambaye alikuwa yupo tayari kunisaidia, na hakuwa anajali kelele zangu. Yaani alipoona mwili wangu bila nguo alipagawa. Sikuwa najua mapenzi, hivyo hata kunyandaa sikujua. Nikashangaa mwamba anaanza shughuli. Alipoona ipiti, ndio maruani yake yakapanda zaidi, akaanza kunguruma kama simba. Hakujali maumivu yangu kwa sababu alinikandamiza kwa nguvu, kisha akaniziba mdomo. Nikataka kumsukuma, ila hata nguvu za kumsukuma sikuwa nazo, hivyo nikajikuta nimekaa nimetulia zangu tu kwa sababu sikuwa na namna. Alimaliza akanibeba. Sikutaka anilazimishe kunibeba, akaenda kunikanda. Amemaliza akaanza kuniangalia huko na tabasamu. Nilikuwa nimekunja sura, na sio siri nilikuwa na hasira naye balaa. Ameharibu maisha yangu, akaona haitoshi, akaharibu na usichana wangu. Naomba niondoke, nikasema kisha nikanyanyuka. Nilikuwa nasikia maumivu makali sana. Akanifuata kisha akaniambia, unataka nikuletee chakula gani au kinywaji gani? Nile chakula kwenye nyumba yako? Uniwekee sumu nife? Nikaanza kusema, mara tumbo langu likaanza kunguruma. Ni dhahiri kabisa nilikuwa na njaa. Akaenda na kuchukua supu iliyokuwa jikoni kisha kaniletea na kutaka ninywe, ila sikutaka na badala yake nikaitema. Akanywa yeye kisha akaanza kuninyonyesha mdomo kwa mdomo. Nikaona sasa hiki ni kizaazaa. Maswala ya mdomo la mtu kwa kijiko sikuwa nayataka kabisa. Nikaanza kunywa mwenyewe. Hakutaka nitoke kwake kwa siku 3, na baada ya hapo akaniambia nijiandae anirudishe chuoni, na akaniambia hakuna masuala ya kurudia mwaka. Sasa hivi unaenda kuendelea na mwaka uliokuwa mwanzo. Nguvu na uwezo wa kukataa huna. Sikuweza kumjibu kwa sababu nilikuwa kwenye miliki yake. Nisije nikajibu nikaliwa tena bure. Basi bwana, kitendo ananifikisha chuoni. Nikashuka kwenye gari, nikajisemea hawezi nipata tena. Ila nikashangaa na muona mpenzi wangu Kelvin kwa mbali wakiwa wanapeana ishara na Adonia. Moja kwa moja nikahisi kuna kitu lazima kitakuwa kinaendelea. Siku hiyo Kelvin alikuwa ananikwepa sana mpaka nilipokuja kumsikia anaongea na simu kwa siri akisema, una uhakika utanipa hiyo hela? Kisha akakata simu. Alipogeuka akaniona sio siri, alishtuka sana. Kisha hata kunisemesha bali aliondoka zake.
Nikahisi kuna kitu kinaendelea na moja kwa moja nikahisi lazima Adonia anahusika na hili. Nikaanza kumfuatilia na nilishaamini kuwa mimi ndio udhaifu mkubwa sana wa Adonia. Nikaanza kuwa mtiifu kwake. Sikuamini kama alikuwa mwanaume mwema kiasi kile. Mwanzo nilihisi nafanya vile kwa sababu ya kutaka kujua ukweli, ila taratibu nikajikuta naanza kumpenda bila mimi kujua, maana alikuwa zaidi ya mwanaume bora sana kwangu. Alikuwa mwanaume bora sana kwangu. Jeuri na kiburi chake kiliisha na mapenzi yake ndio ambayo yanatuongoza sisi kwenye ndoa na maisha yetu. Alikuwa zaidi ya mwanaume bora kwenye maisha yangu. Nilikuja kugundua kuwa alimlipa Kelvin ili nimwone, kumbe ulikuwa mpango tu. Ila sikuamini, maana nilishawahi kumfumania Kelvin mara kadhaa kabla ya tukio hilo. Nilisoma na kila mtu chuoni alikuwa anatuonea wivu. Hakuna mtu hata mmoja ambaye angeweza kuamini kuwa siku moja mimi ningekuwa mwanamke kipenzi wa bilionea maarufu zaidi. Siku zilizidi kwenda. Kama tunavyojua, maisha hajawahi kuganda. Hivyo ilikuwa kwetu mimi na Adonia. Kile kisilani changu kama nina mimba changa nacho kikakimbia. Nimaliza masomo yangu na kwenye siku ya kuhitimu alifanya funga mwaka, kwa sababu kwanza aliweza kunifanyia graduation kwenye hoteli moja ya kifahari sana. Mama yangu alikuja na alijua kuwa tunafanya wote, maana sikuwahi kumtambulisha, na kwa malezi ambayo nililelewa ilikuwa ni ngumu sana mimi kuwa kwenye mahusiano na mtu yoyote yule. Ila Adonia akawa napambana sana nimtambulishe. Aliamini kuwa nikimtambulisha basi nitakuwa wake peke yake, ila sikutaka, na mafari yaliisha. Sikutaka kwenda kukaa na Adonia, na siku hiyo nikalala na mama yangu, na nilipomwangalia vizuri nikamwona namna ambavyo alikuwa amekonda sana. Alikuwa anaonekana kama hakuwa na afya nzuri, ila kwa kipindi chote hicho alikuwa anaficha kwa sababu hakuwa anataka kuniumiza. Nilimuuliza kuhusu taratibu za matibabu yake, akaniangalia kwa sekunde kadhaa na nilimuona kabisa alikuwa anajikaza sana kunifanya niamini kuwa alikuwa sawa. Sikutaka kuonesha kushtuka, nikajifanya kufurahia sana uzima na afya yake kutengamaa. Na kesho yake aliondoka, na alipoondoka ndo roho ikaanza kuniuma. Kuna muda nilikuwa natamani sana kumchukia Kelvin, maana ndio amesababisha mama yangu kuwa kwenye hali kama ile, ila amenisaidia kwa namna nyingine ama zaidi. Adonia alikuwa anaonekana kama amenimisi sana na alishindwa kunisumbua kwa sababu ya mama. Nikiwa nimekaa nalia na kuwaza hali ya mama yangu, mara mlango ukafunguliwa. Akaingia Adonia na cha kwanza alichosema, nimekumisi sana mke wangu. Hakika usiku wangu wa jana ulikuwa mrefu sana bila wewe. Yalikuwa kama maneno ya kawaida tu, ila kuna namna yalinishika moyo wangu kwa namna ya ajabu sana. Ila sikutaka kuingiza hisia za mapenzi kabisa, bali nilitaka ajue maumivu yangu. Aliniona sina furaha, akanisogelea na kunifuta machozi, na baada ya hapo akaniuliza nina shida gani. Unajua wewe ndo sababu ya maradhi ya mama yangu, na ndio ulinifanya mpaka nimekuwa sitamani kabisa kuwa karibu yako. Kwa sababu gani unasema hivyo? Ikabidi aulize, maana hakuwa ananielewa hata nilikuwa naongea kitu gani. Ikabidi nimsimulie namna ambavyo nilikuwa napeleka chakula siku ile na ajali aliyosababisha. Aise aliniangalia kwa sekunde kadhaa kisha kaniambia, kwa nini mama hukuniambia wakati wote huu? Na unajua fika kuwa mimi nakupenda sana, na hilo swala la maradhi yake mpaka sasa ningekuwa nimeshafanya namna, ila hakijaribika kitu. Akapiga simu sehemu, na baada ya kupiga simu ikapokelewa na kuna maagizo akatoa, na baada ya dakika chache mama yangu akapiga simu na kuniambia, sijui ni dua zako mwanangu, naenda kupata matibabu. Kisha akaomba nimwombee atoke salama. Basi nikaanza kusali. Sikuwahi kumuona Adonia hata mara moja katika sala, ila alianza kusali pamoja na mimi. Haikuwa kawaida na alikuwa ananipa moyo sana. Tulisali sana, na kesho yake mama akapiga simu kuwa matibabu yake yanaenda salama. Nikaanza kushangaa, Adonia anaanza kusali na kuomba peke yake. Kumbe alikuwa anaiombea furaha yangu na uzima mama yangu. Na kweli mama yangu alianza kutengamaa pole pole, na baada ya muda fulani mama akapona kabisa. Na baada ya kupona tu, Adonia akaona asicheleweshe, akaenda kunitolea posa na mahari. Baada ya hapo harakati za harusi zikaanza. Basi bwana, baada ya harakati za harusi kuendelea, hatimaye siku ilifika
na nikafunga ndoa, nikawa Mrs. Adonia, kitu ambacho hata mimi mwenyewe sikutegemea kabisa kama anaweza kumpenda mwanaume mwenye jeuri na kiburi kama Adonia. Usiku wa fungate sasa, nikatamani kujua ilikuwaje mpaka akapata ajali, maana hakuwahi kunisimulia hata siku moja, na hakuwahi pia kunisimulia kuhusu maex wake. Nahisi ni kwa sababu hakuwa anataka niumie, ila aliniangalia na kusema, "Una uhakika unatamani kujua?" "Ndiyo," nikajibu. Ile siku niliyopata ajali alikuwa ni ex wangu. Nilimwacha ndani baada ya kumfumania na rafiki yangu mmoja. Sasa wakati ninaondoka zangu, nikijua nimeshamalizana naye, nilimwazimaga gari langu ambalo nilikuwa nalipenda sana. Nikapewa taarifa kuwa kalichoma moto. Sasa ile na amaki nikajikuta napata ajali. Na ndivyo ilivyokuwa. Na kuanzia hapo sikuwahi kuwasiliana naye tena na sikuwahi kujua maisha yake yanaendeleaje. Basi baada ya mamangu kukaa sawa, tukakubaliana kuwa tuishi naye, maana hana ndugu mwingine zaidi yangu mimi mwanae. Na kweli tukaanza kuishi naye, na alikuwa bora kwangu na kwa Adonia pia, na maisha yetu yakawa yanaendelea kama kawaida. Kuna muda kwenye maisha tunakutana na watu kwa njia mbaya, ila mnaweza kujikuta mkawa na maisha bora. Na ndio maana tunaambiwa kuna muda kwenye maisha yetu tunakutana na wenza sahihi wakati usiokuwa sahihi, au wakati sahihi unajikuta haupati mwenza sahihi. Ila kama Mungu atakupendelea, unaweza kujikuta unapata mwenza sahihi kwa wakati sahihi kabisa. Ndugu msikilizaji, na hapa ndio mwisho wa simulizi yetu fupi iitwayo Beatrice. Je, umejifunza nini kupitia hii simulizi? Na ni nzuri sana ise. Basi dondosha komenti yako hapo na usikose katika simulizi zijazo. Mimi ni Jibu Ndara kutoka hapa kijiji cha DC. Asanteni na kwaherini. Bye bye.